Hivi ushawahi kujiuliza kwa nini kuambatana na watu wasio sahihi kunapoteza fokasi yako, kuna kuchelewesha kufanikiwa au kunaua ndoto zako kabisa? Leo nitajibu swali hilo kwa kuzungumza ni namna gani kuambatana na watu wasio sahihi kunapoteza fokasi yako. Mimi ni Josephat Kato, ni mzungumzaji wa masuala ya mipango na malengo, ukuaji binafsi pamoja na jamii. Kama hujasubscribe, usiache kusubscribe ili usipitwe na mada mbalimbali ambazo zitaongeza thamani kwenye maisha yako. Ninapozungumzia watu wasio sahihi, simaanishi wale watu ambao wanakudhuru au wanakupiga, hapana. Ninamaanisha wale watu ambao unaambatana nao lakini wamekuwa wanakukatisha tamaa kwenye ndoto zako, wanakuambia haiwezekani, lakini muda mwingine ni watu ambao hawana maono wala ni watu wa negativity. Sasa tuangalie ni kwa namna gani kuambatana na watu hawa kunaweza kupoteza ndoto zako. Moja, wanakuwekea ukomo wa kifikra. Ukweli ni kwamba wewe ni wastani wa watu 5 ambao unatumia muda mwingi kuwa nao. Watu ambao unaambatana nao kwa muda mwingi, mnafanana tabia, mnafanana imani, mnafanana vipato, lakini hata fikra zenu lazima zitakuwa zinafanana. Sasa ukikaa na watu ambao wanafikiria kupata shilingi 10,000 kwa siku, itakuwa ni ngumu kwako kufikiria kupata 100,000 kwa siku. Ukikaa na watu ambao wanafikiria walipo, hawafikirii zaidi ya hapo, maana yake kwako itakuwa ni vigumu kufikiria au kuzungumza nao mambo ya biashara au mitaji mikubwa mamilioni. Kuna wengine unaweza ukawaambia mipango yako wakakukatisha tamaa. Bwana, hicho kitu hakiwezekani. Hivyo vitu ni vya matajiri. Sisi ushakuona kwenye familia yetu kuna mtu ana biashara, acha kuota. Unaweza ukaangalia hata historia ya Yusufu, kipindi anawaambia kaka zake na familia yake kwamba ameota kwamba watamuinamia. Ndugu zake walimkatisha tamaa, walimwambia haiwezekani hicho kitu, kwamba hata sisi tukusujudie wewe. Kwa hiyo sasa umeona ni namna gani ukikaa na hao watu, taratibu utaanza kuona mipango yako ni midogo, utaona haiwezekani, lakini mwisho wa siku utakata tamaa. Ukikata tamaa maana yake ni nini? Utapunguza jitihada. Jiulize, ni mara ngapi umeona mipango yako na ndoto zako haziwezekani kwa sababu ya watu walisema haiwezekani? Jambo la pili ni pressure ya kijamii. Ukweli ni kwamba tupo kwenye ulimwengu ambao kila kitu ambacho utakifanya lazima kijadiliwe. Aidha ufanye kitu kizuri au ufanye kitu kibaya. Sasa wapo watu wengi ambao wamepoteza fokasi yao, wameua ndoto zao kwa sababu ya kutaka kukubalika na jamii. Wengine waliogopa kusemwa, waliogopa kuonekana wa tofauti, lakini wengine waliogopa kupoteza mahusiano yao. Hivyo wakaamua kuua ndoto zao ili tu wayalinde mahusiano yao. Kuna muda unaweza ukawa serious kwa mipango yako, lakini watu unaoambatana nao, watu wanaokuzunguka wanaweza kukupressurize, wakakupa maneno ya kejeli ambayo usipokuwa na ujasiri yataweza kukutoa kwenye fokasi yako. Wengine watakwambia umetubadilikia, wengine watakwambia siku hizi unajifanya sana, umetutenga. Wengine wanaweza kukukejeli pia, wakakwambia unataka kuwa nabii, mbona upo serious zaidi, maisha ndio haya. Sasa unatakiwa kufocus zaidi na wala usisikilize watu wengine wanasemaje. Ukiendelea kuwasikiliza na ukiendelea kuambatana nao, manake yale maneno unayoambiwa kila siku yanaingia kwenye subconscious mind yako, na mwisho wa siku unaanza kuamini sasa, kumbe maisha ndio haya. Kwa nini niwe serious? Mwisho wa siku unapoteza ndoto zako. Jiulize, ni mara ngapi umebadilisha malengo yako au umeua kabisa kwa sababu tu watu walikwambia haiwezekani na wakakupressurize? Jambo la tatu, wanajua udhaifu wako. Watu ambao unatumia muda mwingi kuwa nao wanajua unapenda nini, wanajua unaogopa nini, wanajua pia mapungufu yako ni yapi. Lakini wengine wanajua mpaka na historia yako. Kuna baadhi wanaweza wakatumia historia yako kukutoa kwenye malengo yako. Anakwambia, bwana, mbona mwaka jana ulijaribu kitu hiki ukafeli, tena bado hujakata tamaa, bado unakirudia.
Kwa hiyo sasa na wewe ukikumbuka ulifeli, mwisho wa siku unaogopa kwamba inaweza ukafeli tena. Lakini kuna wengine wanatumia udhaifu wako, wanatumia mtu mmoja tu kukutoa kwenye leli. Kifuatilia ile historia ya Samsoni na Delila, unaona Wafilisti walimtumia Delila kumshawishi Samsoni ili kujua siri zake, na Samsoni alipoongea tu siri zake ndio kawa mwanzo wa kutoka kwenye kusudi ambalo na Mungu alimpa ili aende akawakomboe wale watu wake. Sasa hata movie nyingi tunaangalia, ili waweze kumkamata Sterling lazima watumie familia yake, watumie mpenzi wake, watumie watoto au watumie vitu anavyovipenda. Sasa ukiendelea kuambatana na watu wa aina hiyo, watu ambao kila siku uko nao, ni rahisi zaidi kukutoa kwenye malengo yako. Kuna mwingine akwambia bwana, twende bwana, wewe nisinikize, takunulia bia 2. Sasa na wewe kwa kuwa ni mpenzi wa bia, unaacha mambo yako, unaacha vitu vyako vinalala, unaenda unaambatana nao, lakini hicho kitu ulikuwa hujakipanga. Kwa hiyo watu wanaokufahamu zaidi wanaweza kukutoa kwenye lengo lako. Wewe ni kipi unaona watu waishe kukitumia ili kukupotezea focus? Ukweli ni kwamba hata uwe na nidhamu kali kiasi gani, lakini kama watu unaoambatana nao hawana maono, wanakukatisha tamaa, lakini wanakuona hauwezi kwenye mipango yako, itakuwa ni ngumu zaidi wewe kufocus, kwa sababu jitihada zako na nguvu zako zitaisha tu, kwa sababu watu ni kama sumaku, aidha wakuvute juu au wakuvute chini. Sasa angalia ni watu gani unaoambatana nao, na jiulize, je, wananisaidia kufika ninapokwenda au wananipoteza kabisa? Kweli ni kwamba si kila mtu unayemfahamu anatakiwa kuwa karibu na wewe. Wengine kama hawakusaidii kufika unapokwenda, basi unaweza ukaendelea kuheshimu, kuwapenda, lakini from the distance. Kumbuka, ndoto zako zinakutegemea wewe na mafanikio yako yanategemea sana jitihada zako. Hivyo chagua watu sahihi, ishi kwenye ndoto zako, kila kitu kinawezekana. Mimi ni Josephat Kato, ni mzungumzaji wa masuala ya mipango na malengo, ukuaji binafsi pamoja na kujiamini. Usisahau kusubscribe channel yangu kwa jina la Josephat Kato ili usipitwe na mada mbalimbali ambazo zitaongeza thamani kwenye maisha yako. Nikushukuru sana kwa kutenga muda wako kutazama video hii. Tukutane tena wakati mwingine. Kumbuka, umezaliwa kukua, ishi mipango yako.